tuko naye mama na tuendelee kuwa na sisi, na leo tutakuwa naye kwenye mchezo kama mgeni wetu, na kesho kama majaliwa atarudi Blantyre. Lakini pia tunaye assistant coach ambaye anatoka hapa Malawi, na yeye pia amepita kwenye hiyo historia. Tazama historia yake haipishani sana na Jack Chamongwa. Coach Mabendi na yeye amecheza position hiyo kama watu hawajui, central defender, na amecheza hapa Malawi, na baadaye akaenda kucheza klabu hiyo ambayo Chamongwa alicheza, Kaizer Chiefs, na akawa captain pale kwa miaka 4, kiwa one of the best central defender kucheza, na foreign black captain kucheza kwenye Kaizer Chiefs. Kaizer Chiefs ambayo ilikuwa imefanikiwa sana. Na baada ya hapo alipomaliza career yake naye akawa assistant coach kwenye vilabu kadhaa, na baadaye akaja kuwa assistant coach hapo Kaizer Chiefs, na baadaye kuwa head coach wa Malawi national team, na sasa tuko naye Young Africans. Kwa hiyo kimtazama naye amepita kwenye historia hiyo ya Jack Chamongwa. Tunasema tunamwombea naye kila laheri, tekeleze majukumu yake. Naamini naye atakuwa ni sehemu ya historia ya klabu yetu kwa kutuletea mataji. Kwa kusema hayo, niwashukuru sana wanachama na wapenzi wa klabu ya Young Africans kwa uungwana wenu wakati wote na kuisupport timu yenu. Lakini nasisitiza kwenye kulipa ada za wanachama. Timu hii haipaswi kuwa ni timu tegemezi wakati wote. Tunapaswa kuhakikisha klabu yetu inakuwa imara na inajitegemea. Na utegemezi wa kwanza ambao unapaswa kuondoka kwenye mikono yetu ni utegemezi wa kifedha. Na sisi wanachama kwa umoja wetu, kila mmoja akatoa kipande chake kidogo cha kulipa ada, tutatokomeza umaskini kwenye timu yetu. Tunapaswa kulipa ada, na wakati tunalipa ada inakwenda kufanya mambo mazuri kwenye klabu yetu, inatuondoa kwenye utegemezi na inatupa uimara wa kifedha ambao utatufanya kuwa imara zaidi na zaidi. Tunapotaka kufanya vizuri kimataifa, tunalazimika kuwa na nguvu ya kifedha. Kwanza kwenye usajili wa wachezaji bora, pili kuleta uimara wa kisafari, kiuendeshaji na taratibu mbalimbali ambazo mwisho wake zitatupa matokeo mazuri hata kwenye mashindano yetu ya kimataifa. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa hasa la kulipa ada yetu. Na hii tunapoita timu ya wananchi, maana yake wananchi wanapaswa kuwa na umiliki kwenye timu yao, na umiliki wenyewe ni kulipa ada.